It has to stop. Tuko hapa kwa sababu mmoja wetu kwa majina Jimmy Simiyu ambaye ni mwanahabari wa stesheni ya Royal Media ambaye aliweza kutishiwa maisha na gavana wa kaunti ya Bungoma siku ya Jumamosi kwa taarifa ambayo alikuwa apeperushe kuhusiana na vurugu ambayo ilitokea katika eneo la Tuti Marakaru katika hafla ya matanga. Kulingana na mwenzetu jinsi alivyotueleza, aliweza kupigiwa simu na mwandani wa gavana wa Ngamati Anthony, na baadaye gavana mwenyewe akaweza kuzungumza naye na alimwambia matamshi ambayo kwake kibinafsi anaona hako salama tena. Tumeweza kuandikisha ripoti katika stesheni ya Bungoma na tungependa tu kuweza kuomba Inspector General of Police, the County Commander, County Commissioner kwamba hili swala lisichukuliwe lightly. Gavana aweze kuja, aweze kuandika statement, aweze kuapologize kwa Jimmy in person, publicly na to the media fraternity. Na asipofanya hivyo, sisi kama wanahabari ambao tunafanya kwenye field, sisi hatutafanya story, will not be covering any functions not only of the governor but the entire Bungoma County government. Mmoja mtu akwambia kwamba utaona, wewe endelea tu vile unafanyanga hivyo, endelea tu utaona. Nakwambia mimi sikudanganyi, endelea tu utaona. Hiyo mmoja mtu akisema hivyo sijui anamaanisha nini. Kwa hivyo hiyo ndio ilipatia wasiwasi, ikabidi niambie wenzangu, nikabidi niende police station kwenda kupiga report. Iwapo gavana alihisi kwamba ni vibaya kwa Jimmy kufanya ile story ambayo alifanya, angetafuta njia mwafaka ambazo zinatumika kupitia hata Media Council of Kenya, aweze kupeana malalamishi yake huko, alafu Jimmy aweze kuitwa aelezee ni lipi ambalo alifanya baya. Lakini kumpigia simu karne hii ya 21 na kumtishia mwanahabari ni swala ambalo lilipitwa na wakati.